kuwatambulisha hawa wageni. Ni waliotangulia, lakini bado kuna wengine wanakuja. Bwana Yesu asifiwe. Nitaanza kwa mkono wangu wa kushoto. Aliye kushoto kwangu ni miongoni mwa master guide ambaye kipindi tuko Guta, kipindi nahitimishwa mimi, basi naye kipindi hicho tukahitimishwa wote kwa pamoja. Anaitwa Sabato Kihili. Simame wapungie mkono. Mnasemaje kwa Sabato? Anayefuata anatoka katika kanisa la Nyegezi. Wangapi wanafahamu katika kanisa la Nyegezi? Nyosha mkono. Basi, lakini anayefuata ni master wetu wa hapa Mwakitorio, anaitwa Master Guide D.T. Benjamin. Naomba usimame na wapungie mkono. Mnasemaje? Anayefuata hapo ni kiongozi mkongwe na ndio aliyenisaidia katika kuhitimu kozi ya Master Guide, na anaitwa area coordinator au zono wa kanda ya Misungwi. Jina lake anaitwa Sochus Anthony Mayaru, anatoka Mwajikunga CDA. Naomba usimame upungie mkono. Mnasemaje? Basi anayefuata hapo, wangapi wanamfahamu? Bwana Yesu asifiwe. Basi nawakumbusha utawala wa idara ya vijana au serikali ya idara ya vijana iko hapa. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ndiye kiongozi ambaye anasimamia haya makambi yatakayoanza tarehe 21 hapo kesho, lakini vile vile ni katibu wa vijana katika conference ya South Nyanza, na pia ni master guide, na pia ni SYL, ni mratibu wa mambo yote. Anaitwa Master Guide na SYL Daniel Majula. Naomba usimame wapungie mkono. Mnasemaje? Lakini bila kusahau anatoka katika kanisa la Utimba huyu Daniel. Lakini bila kusahau nitambulishe au niache? Wangapi wameoa? Nyosha mkono. Wangapi wameoa? Ambao hawajaoa, jimbo lipo wazi. Bwana Yesu asifiwe. Hajasikia huko. Anaitwa Neema Lamek, ni master guide pia ambaye amekuja kwa ajili ya haya mafunzo. Naomba usimame wapungie mkono. Mnasemaje? Wangapi wananifahamu? Wangapi hawanifahamu? Basi huyu Neema Lamek nimekumbushwa hapa anatoka wapi? Bugalika. Wangapi unafahamu Bugalika? Ni mwenyewe nimeisikia leo inanichenga chenga, kwa hiyo Bwana Yesu asifiwe. Basi naomba jamani, mnasemaje kwa master? Mnasemaje kwa Master Yusuf? Ndio maana nimesema, unajua hapa mambo ya vijana yamesheheni sheria na protocol za kutosha. Basi hawa ndio wageni wetu. Mnaweza mkarudi pale,
na hawa ndio wageni wetu ambao tayari wameshakuja. Sasa Majaru, niombe utulie. Niombe utulie mzee, umeshafaulu. Utulie. Ukishatulia mambo yatakaa vizuri. Jamani, wageni wetu wameshafika, na kama ambavyo tumekuwa tukitangaza ya kwamba njoni, ya kwamba kambi la vijana linaanza, na kama mlivyosikia kwenye matangazo, Sabato ijayo itakuwa ni Sabato ya mkusanyiko kwa ajili ya kuhitimisha kambi hili la vijana, na tayari wakufunzi wameshafika. Sasa wito kwa vijana pamoja na wazazi, kambi tayari limekwisha kuanza tayari, maana walimu tayari wameshafika. Kwa hiyo wazazi na vijana, wakati ndio sasa. Niombe sasa, kama ambavyo wazazi, nafikiri watoto wenu wameshawapa taarifa, kambi hili litakuwa na vitu vingi, na asilimia kubwa ya vitu hivyo basi ni kwaya ya Ambassador Mwakitorio Central ambao watamsimamisha mhudumu wetu wa mchana wa leo. Mimi ambaye nimekuwa mwenyekiti katika kipindi hiki ni mzee wenu wa kanisa Peter Tumaini. Basi karibuni wanakwaya. Fundi mitambo, hakikisheni mnatuliza mambo yaende sawa. Ataka mtoa mwanae wa pekee aje
ndipo tutadumisha upendo wake. Wakristo tumtangaze Muumba wetu, tumtangaze katika imani yetu, tumtangaze katika mienendo yetu, hapo ndipo tutadumisha upendo wake. Bwana Yesu asifiwe. Sabato njema. Sabato njema. Basi ninamshukuru Mungu kwa nafasi hii aliyotupatia sote kufika katika nyumba yake takatifu kwa ajili ya kujifunza ukuu wake. Leo ni sabato ya namna yake. Bwana Yesu asifiwe. Ni sabato ya namna yake, ni sabato ya wageni. Wageni wenzangu, tupungiane mkono. Tumeambiwa ni sabato ya vijana. Vijana wenzangu, punga mkono. Lakini ni sabato, unajua hamna vijana bila wazee. Hebu na wazee sasa tupunge mkono. Sasa kuna wale sio vijana, basi watoto punga mkono. Kuna wengine sio watoto, sio vijana, wala sio wazee, ila ni watu tu walioumbwa na Mungu. Basi watu wote tulioumbwa na Mungu na tupo hapa, tupungiane mkono. Amina. Basi kabla hatujaingia kwa ibada ya leo, tumekutana hapa ikiwa ni ufunguzi wa mikutano yetu ya kambi la vijana. Na bahati nzuri tunafahamiana kidogo, maana ni mara kadhaa nimekuwa nikifika hapa, ila kuna ambaye kabla sijafika huwa ananiruhusu nije huku. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye utawala wa kikanisa, hili ni jimbo la South Nyanza, lakini hii ni kanda ya Misungwi. Sasa msishangae mko Shinyanga alafu mnaitwa watu wa wapi? Yaani kikanisa nyinyi mko Misungwi mpaka hapo baadaye kidogo, siku chache zijazo ndipo sasa tutabadilika rasmi, na kamati kuu imeshafanya mambo mazuri. Kwa hiyo nimualike Master Guide Sochius Mayaru. Kimsingi huyu mtu akisema nisije siji. Yaani ni kama na ukatibu wangu akisema usiende siji. Ni sawa nije wazee waseme hamna hapa uingi siingi. Kwa hiyo huyu ni mratibu wa vijana wa kanda hii ya Misungwi. Natamani ya wasalimie, na ndio tuko kwenye ibada hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo huu sio utambulisho, hii ni ibada. Bwana Yesu asifiwe. Basi Master Guide, karibu na kiongozi wangu kwa ajili ya mambo machache tu. Bwana Yesu asifiwe. Habarini za muda tena. Punga mkono kama una furaha. Amina. Binafsi nafurahi sana kuwa mahali hapa. Na mara kadhaa niliitwa nikawa napata changamoto za dharura, lakini leo nafurahi nimefika mahali hapa. Wakati fulani nilitakiwa kuwa hapa, lakini nikalazimika kumwagiza mheshimiwa aje. Bahati nzuri amekuja na amekuwa mwenyeji, pengine kuliko mwenyeji wake. Sasa niseme machache, maana pia Wasabato tuna utamaduni wa kutorudi. Kuna wengine watayakosa nikinyamaza. Amina. Jambo la kwanza, pamoja na kwamba litambulishwa Bwana Majura, naomba nimtambulishe pia. Kama mlivyosikia, yeye ni mratibu wa waratibu wa kanda zote. Yeye ni mratibu wa kanda ya Mwanza Magharibi, lakini ana kofia ya pili pia, ni mratibu wa waratibu wa kanda zote za vijana South Nyanza
Conference. South Nyanza Conference ina kanda 7 kabla. Ilikuwa ina kanda ngapi? 7 za vijana, ikiwemo ya kwetu ya Misungwi. Lakini takribani miaka mitatu nyuma tumekuwa na kilio kwa ofisi ya South Nyanza ya idara ya vijana itutenge Misungwi, maana ile Misungwi ni kubwa na mambo hayaendi. Tukaomba tutengwe Misungwi izalishe kanda ngapi? Miaka takribani mitatu iliyopita. Tunamshukuru Mungu, ombi letu limefanya nini? Limekubaliwa. Sasa tuna kanda 3 ndani ya kanda ya nini? Kwa hiyo kanda ya Misungwi, ile jina la jumla linaenda kufa. Tutakuwa na kanda ya upande wenu huku ambayo itakuwa na mitaa miwili, kama itazaliwa mingine itaingia humo ya ukanda huu, Salawe na Mwakito. Tutakuwa na kanda ya Misungwi ambayo itabaki na jina lile la zamani, Nela pamoja na Misungwi. Alafu tutakuwa na kanda ya Kwimba ambako mimi ndo natokea huko Kwimba. Itakuwa na mtaa wa Kwimba na mtaa wa Buungukira, ambao pia Buungukira imezaa mtaa mwingine wa Mwamashimba. Kwa kule kutakuwa na mitaa mitatu. Tunatarajia kwenye mkutano huu mkurugenzi wa huduma za vijana South Nyanza ambaye pia ni mgeni, Pastor Gisiri, atafika hapa. Tunatamani afike hapa atutamkie rasmi kwamba sasa tunaanza kutembea tukiwa kanda ngapi? 3 tofauti. Hilo jambo la kwanza la muhimu nitaka kusema. Tumebahatika kutengwa sasa, zimetengwa kanda 3. Kanda 2 zimezaliwa ndani ya kanda moja ya Misungwi na kanda ya 3 iko ukanda wa kule Magu kule. Kwa hiyo zimezaliwa kanda 3 kutoka kanda 7. Sasa South Nyanza tuna kanda ngapi za idara ya vijana? 10. Na katika kanda hizo kila kanda ina mratibu wa kanda. Msimamizi wa uratibu wa kanda anaitwa Master Majura. Mmemwelewa sasa vizuri? Mko na nani? Mmeelewa vizuri? Kwa lugha nyingine, huyu ndiye mtu wa kwanza sisi kumuona kabla hata ya mkurugenzi wa idara ya huduma za nini? Za vijana. Kwa hiyo tuko na mtu wa muhimu sana hapa. Hilo nimemaliza. Jambo la pili, tuna mkutano wa vijana. Mkutano huu wa vijana ilikuwa uwe na kanda ngapi? Kanda ya Magu, kanda ya Mwanza Magharibi na kanda ya Misungwi. Na kwa upendeleo mkubwa hizi kanda zote zilikuwa zinakuja kwenye kanda ya Misungwi kushiriki kambi hii. Baadaye kanda ya Magu ikaomba iungane na wale wa ukanda wa karibu nao, na wao wana mkutano wa namna hii. Kwa hiyo tukabaki kanda hizi. Kwa hiyo kuanzia kesho tuna wageni wanaingia eneo letu hili la kanisa kutoka Mwanza Magharibi. Mwanza Magharibi inaenda hiyo Butimba yote mpaka kule Mabatini. Tuko pamoja. Tutakuwa na wageni wa namna hiyo takribani 180 hivi na zaidi. Lakini pia tutakuwa na vijana wengine kutoka kanda ya Misungwi. Kwa takwimu mpaka sasa tuna takribani washiriki wa kambi hili 400. Amina. Sasa kwenye hao 400 kwa takwimu nilizonazo kutoka kwa mwenyeji wangu Yusufu, hapa Mwakitorio nina watu 50. Kwenye hao 400 nina watu wangapi? Labda wameongezeka. Anatikisa kichwa kukubali. Inawezekana wakaongezeka. Matamanio yangu watu wa Mungu, nilitamani hapa tuwe wengi. Maana mkutano uko wapi? Uko nyumbani. Na ngoja niwadokeze, huu mkutano umeombwa kuja hapa na mchungaji wa mtaa. Ametumia nguvu nyingi kweli mkutano uje wapi? Ulikuwa umepangwa wapi master? Ulikuwa umepangwa mtaa wa Nela pale Misasi pale. Lakini kwa nguvu na ushawishi wa mchungaji tukaona kuna umuhimu wa huu mkutano kuja wapi? Na umefika. Ninaomba wazazi tulio na watoto wa miaka 10, miaka mingapi? 10 mpaka 15,
kwa maana ya watafuta njia, miaka 16 mpaka 21 kwa maana ya mabalozi, na miaka 22 mpaka 30 kujumlisha watakaopenda. Tuwaruhusu vijana wetu waje kwenye nini? Kwenye mkutano huu, maana uko wapi? Uko nyumbani, uko nyumbani, na mlango bado uko wazi. Waratibu wa kanda tunapokea wote wanaohitaji kuja kwenye mkutano huu mpaka kufikia kesho asubuhi wanapopanda gari kuja wapi? Kwenye mkutano, bado wanapokelewa. Na tumefanya hivyo ili mkutano uwe na watu wengi, ujumbe uliokusudiwa uwafikie watu wengi. Tutakapowekeza kwa vijana kupitia mkutano huu, tutakuwa na vijana wenye ujuzi watakaoupeleka kule kwenye makanisa ili idara iendelee kuwa nini? Hai. Na ndicho tunachokihitaji. Kwa heshima na taadhima na kwa msukumo wa Roho wa Mungu, naomba wazazi mnaonisikia, maana nikiangalia hapa naona kuna vijana zaidi ya 50. Hapa tu kuna 50 na zaidi hapa kwa watafuta njia, na wengine wamejichomeka huko. Lakini kuna mabalozi waliokuwa wanaimba hapa, sina kesi nao, maana wote wanakuja. Semeni amina. Na wayei wote mliovaa uniform, punga mkono. Wote wanakuja kwenye kambi. Amina. Lakini kuna wayei underground huko, wamekaa kwenye viti. Tunawaomba waje kwenye nini? Kwenye kambi. Kambi iko kwetu. Itakuwa ni ajabu tukose yale yaliyokusudiwa hapa, alafu mkutano huko nyumbani. Nilitamani sana niseme hili ili tuweze kupata kile kilichokusudiwa, na baada ya hapo tuweze kutembea kwa pamoja. Amina. Mungu awabariki, na nitumie fursa hii kuwakaribisha kwenye ibada ya mchana wa leo na kuwakaribisheni kwenye mkutano ambao utafunguliwa kesho. Kama hujatoa kiingilio usije. Tutaonana kwenye ibada ya Sabato ya kufunga nini? Kuna nafasi kwa kila mmoja, ila kama hujatoa kiingilio maana tutakutambua. Kila mmoja hapa atakuwa na alama kwamba yeye ni mwanakambi. Tumeelewana wapendwa? Tusichukue fursa kwamba mkutano uko kanisani, kwa hiyo tunakuja tu. Na vijana wetu wa hapa tunataka tuone kwenye kambi, sio kutoka nyumbani kuja wapi. Nadhani kwa utaratibu kameeleweka. Amina. Mbarikiwe na Bwana. Karibuni kwa ibada. Bwana Yesu asifiwe. Basi nikushukuru sana kiongozi Sochias Mayalu kwa maelekezo hayo ya kiuongozi, lakini nimshukuru sana Mungu kwa nafasi aliyotupatia watu wa Mwakitorio, na niwapongeze ambassadors ambao mmevaa sare nzuri kabisa. Hebu simameni tumpunge mkono ambassadors. Mali mnasemaje? Niulize kama tunavyo, simameni tu au mmechoka? Niulize kama tunavyoulizaga, wamependeza au hawajapendeza? Wako vizuri. Mungu awabariki, mmependeza kweli yani. Anayesema mjapendeza na wivu. Alafu wivu ni dhambi, na anayefanya dhambi haendi mbinguni. Lakini vile vile niwapongeze kanisa la Mwakitorio Central, washiriki, viongozi kwa kukubali kutupatia muda wa kuja kujifunza pamoja na ninyi hapa. Mungu awabariki sana. Jamani, leo ni Sabato ya wageni. Sasa tunarudi kwenye Sabato ya nini sasa? Wageni, kuweni na amani, maana sasa mmesikia na viingilio tena. Kumbe tunaweza tukatoka hapa tukabanwa pale mlangoni. Hamna, leo ni Sabato ya nini? Tutaanza viingilio kesho asubuhi. Kwa hiyo sasa hivi tuwe na amani. Hata mimi sina kiingilio bado nataka nikiweke sawa ili niwe na nafasi ya kuwepo kwa Mayalu. Kwa hiyo jamani, niwaombe sasa, tukiwa tumekaa hivyo hivyo, hebu tuimbe ule wimbo namba 199 vizuri kwa furaha. Tunaufahamu. Yaani kama unaufahamu imba, kama hautaimba tena. Yaani uimbe kabisa kwa nguvu.
Upendo ni nini jamani? Ni furaha. Na natamani tutaimba bila kutumia mic ili nisikie. Tuna sauti za kumwabudu na kumtukuza Mungu kweli. Kwa hiyo zile sauti ya kwanza, ya pili, ya tatu hadi ya nne nisikie. Upendo ni furaha. Nitapiga kii yangu tu, maana na mimi huwa ninapiga kii. Kwa hiyo mkubaliane nayo na tuimbe kwa pamoja na kwa furaha. Wakati huo Manase akiwa ameshika maiki kwa ajili ya kusoma mafungu hapo baadaye, maana ninafahamu unasomaga mafungu au umeshaacha siku hizi. Upendo ni furaha. Tuimbe. Ni huzuni, ugonjwa, mauti, kwa pendo tuwafariji. Upendo tu watoto wake. Upendo Mwana wa Mungu, na sisi tupendane kama Baba. Amri yake ndiyo hii, kupendana sana. Na atakapokuja kutuchukua juu, tutaimba milele pendo lake Yesu. Yupetu watoto wake. Upendo Mwana wa Mungu, na sisi tupendane kama Baba Mungu. Amri yake ndiyo hii, kupendana sana. Baba yetu na Mungu wetu unayeketi mahali pa juu mbinguni, tunakushukuru kwa nafasi ya pekee ambayo umekubali wana na binti zako tufike katika nyumba yako takatifu kujifunza ukuu wako, kuleta haja za mioyo yetu. Na hivyo tunasema asante, tusamehe tulipokosea, ili tunapojifunza neno lako likatubadilishe na tufae kuitwa wana wako, tukaishi kwa upendo, kwa maana wewe ni upendo. Tunaamini kwamba umetusikia na hivyo utatenda sawasawa na mapenzi yako, kwa jina la Yesu, amina. Kitabu cha Zaburi sura ya 133. Wetu ambao kabisa sio wa Adventista wa Sabato, ila wamekuja leo tupogiane mkono. Wageni ambao sio wa Adventista ila wamekuja kututembelea leo, tupogiane mkono. Amina, nimefurahi kuwaona. Karibuni, kuweni na amani. Mzee wa kanisa amesema kuwa na amani kama vile uko sehemu salama. Nimependa hiyo, maana ukisema nyumbani, kuna nyumba zinawaka moto. Kwa hiyo ukimwambia mtu jisikie kama uko nyumbani kwako unamkumbusha yani ajisikie yuko kwenye vita. Kwa hiyo kuwa na amani kana kwamba uko sehemu salama. Na ndio maana kuna hili fungu hapa linasemaje Manase?
Tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jamani, sisi ni ndugu, sio ndugu? Ni ndugu. Yaani Biblia inasema tazama ilivyo namna gani, tushirikiane ilivyo namna gani, ndugu wafanyeje? Wakae pamoja kwa umoja. Alafu kwa nini? Kwa umoja. Kumbe inamaanisha kwamba unaweza ukawa pamoja alafu msiwe wa chukua hiyo, yaani si wanasema kikulacho kiko wapi? Yaani mko pamoja ila sio wa, yaani mko nyumba moja lakini kila mtu anahesabu zake. Kwa hiyo Biblia inasema sio tu kukaa namna gani pamoja, ila ni vyema sana namba moja muwe pamoja. Alafu kwa nini sasa? Sikuna kauli mbiu inasema umoja ni nini? Kwa hiyo Mungu anachotamani ni watu wake aliowafia wakae namna gani sasa? Pamoja. Kwa hiyo wale wageni mliotufikia, hata kama sio Adventista, mmefanya jambo jema ambalo Mungu analipenda, kwamba mmekuja kukaa na sisi pamoja. Alafu kwa namna gani sasa? Kwa umoja. Na ndio maana hata sisi vijana tuliona kuna furaha na kuna faida kukaa pamoja na kwa umoja na watu wa Mwakitorio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana sasa mnajua Mwakitorio ndiye mwisho wa South Nyanza Conference. Si mnaelewa? Kwa hiyo tukisema kwamba tunaenda sehemu yoyote, nyinyi lazima muende tu. Yaani hakuna center, maana nyinyi mko kwenye nini? Kwa hiyo tukapendekeza kwamba tufike hapa tuwe pamoja na watu wanaoishi wako mbali. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa taarifa yenu hata sio mbali, maana hata ukipanda gari ya usinzii unashangaa tunaambia umefika. Kwa hiyo Biblia inasema ni vyema kuwa pamoja. Kwa nini? Na hii kauli sio kanisani tu, na hii kauli sio kwa wanaoenda kanisani tu, na sio kwa Wakristo peke yake, ni kwa watu namna gani? Wote, yaani kwenye jamii muwe pamoja. Kwa nini? Kwa umoja. Kule kazini muwe pamoja kwa umoja. Wale wanafunzi muwe pamoja. Kwa nini? Bwana Yesu asifiwe. Pathfinder punga mkono, kama na miaka 10 na kuendelea punga mkono. Haya, AC Adventure punga mkono. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anasema tuwe pamoja. Kwa nini? Kwa umoja. Na ukiangalia Biblia, kuna mtu mmoja aliwahi kuwa na changamoto na umungu wa Yesu. Yaani aliwahi kuwa na changamoto na umungu wa nani? Kwa hiyo ikabidi amjaribu. Hivi huyu ni Mungu kweli huyu? Kamwambia hivi, kuna amri kuu kweli hivi? Amri zimekaaje hizi? Sasa sijui alitamani Mungu amjibu zipo 10. Sasa alitamani amjibu zipo ngapi? Lakini tutaiangalia hapo. Fungu la Marko, kitabu cha Marko. Huyu mtu akamuuliza Yesu. Marko kabla hujafunua Marko, funua kitabu cha Mathayo kwanza. Hiyo Marko iache kidogo. Mathayo sura ya 5. Tutaifikia tu, kuna kitu fulani hapa na kitafuta kwanza. Mathayo sura ya 5 fungu la 43. Utasoma hadi ambapo nitakwambia tulia hapo hapo. Twende tu pamoja. Inasema, mmesikia kwamba imenenwa, umpende jirani yako na umchukie adui yako. Sikiliza sasa. Kwamba kumbe kuna watu waliwahi kusema kwamba mpende nani alafu mchukie. Sasa mimi niwaulize watu wa Mwakitorio, nani kabisa kutoka moyoni hapa kwa nguvu zake mwenyewe anasema mimi kabisa Mungu ananiona ninampenda adui yangu kwa nguvu zangu mwenyewe? Punga mkono. Yaani kwa nguvu zangu kabisa ninampenda adui yangu yani. Hivi yupo? Wa kwanza amepatikana, aisee Mungu akubariki kama unasema vya ukweli. Ila ninajua hujaelewa swali, ndio maana umekubali. Elewa point, kwa nguvu zako mwenyewe.
Siko sawa sawa hiyo. Kwa nguvu zako mwenyewe hakuna hata mmoja anayeweza kumpenda adui. Sijui mmeelewa? Yaani kwamba mtu amekuumiza afu umpende kwa nguvu zako mwenyewe. Hiyo inawezekana? Hapo ndipo tunarudi pale Yesu anapotuambia ninayaweza yote katika yanayonitia nini sasa? Nguvu. Kwamba yale maumivu anayokusababishia uyaone ni hali ya nini tu? Ya kawaida. Hapo sio nguvu zako tena hapo sasa. Yaani kwamba aliyekuudhi umuone tu kwamba yaani useme kama Yesu hajui alitenda. Hiyo sio nguvu yako. Ni hadi pale ambapo sasa nguvu ya Kristo itakapokuwa ndani yako. Hebu tuendelee sasa. Akaambiwa kwamba mmesikia kwamba wapendeni jirani zenu na mwachukie adui zenu. Biblia inasemaje sasa? Lakini mimi nawaambia, wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi, ili mpate kuwa wana wa Baba yenu aliye mbinguni. Maana yeye huangazia jua lake waovu na wema. Sasa sikilizeni sasa. Biblia ikasema yeye anatuambia tuwapende namna gani? Adui zetu. Tukiwapenda adui zetu anatufananisha sasa kwamba tutakuwa kama Baba yetu wapi? Aliye mbinguni, ambaye yeye anawaangazia jua wema na watu gani? Na waovu. Kuna watu tulishawahi kufikiria kwamba Mungu hayuko serious. Kwa nini? Kwa sababu kuna watu wanafanya mambo ya ajabu, na wengine hata wanamkufuru, na wengine wanadiriki hata kusema huyu Mungu kwanza hayupo, na kama yupo hana uwezo na hawezi kunifanya lolote. Unawahi kusikia hiyo kitu? Hivi wewe ulijisikiaje? Tulitamani Mungu akukabidhi umungu wake kwa sekunde moja tu ili umshughulikie huyu mtu ajue kwamba Mungu yupo. Lakini Biblia inasema Mungu yeye anawapenda wote na anawaangazia jua na anawanyeshea mvua wema na watu gani? Na ndio maana utaona jambazi anafanikiwa. Na nikwambie watu wote wanaamini Mungu yupo. Bwana Yesu asifiwe. Yaani wote. Na ukitaka ujue hata yule mganga unayekwenda kwake anamwamini Mungu. Mko pale Kiringeni. Ameseti mitambo yake vizuri. Halafu itokee dharura. Yaani kama ni kitu fulani kipige muda huo. Hata sema mizimu. Atasema Mungu wangu. Uongo kweli. Yaani ikitokea dharura pale ya kushitukiza. Yaani hata jambazi ana bunduki zake. Itakapotokea dharura sasa naona sasa maaskari wameshamzingira. Utasikia anakuambia Mungu nifanyeje sasa? Tena wengine wanatoka na ahadi pale pale. Yaani ukinisaidia nikachomoka hapa Mungu sitarudia. Yaani kabisa hii kwenye hii ukiniokoa, mimi leo ninasalimisha. Kwa hiyo inaonyesha kwamba Mungu wetu watu wote wanajua yupo. Na yeye ndiye yule anayetuambia sasa tuwapende adui zetu. Na ndiye yeye ametuambia ni vyema ndugu kukaa kwa pamoja. Kwa nini jamani? Kwa umoja. Haimaanishi wewe unakwenda kanisani Jumapili umchukia anayekwenda kanisani ama msikitini Ijumaa. Haimaanishi wewe unakwenda kanisani Jumamosi umchukia anayekwenda kanisani Jumapili. Sisi sote tumefiwa na nani jamani? Na Yesu. Na ametuahidi kuokolewa. Bwana Yesu asifiwe. Na ameahidi kutuokoa pale tutakapoenenda sawa sawa na mapenzi ya nani jamani? Ya Mungu. Na ndio maana ukisoma kitabu cha Mambo ya Nyakati 19. Somaji tusomee tu. Bana leo ni siku ya furaha, ni siku ya wageni. Tukimaliza hapa tumehakikishiwa na wali si upo. Mzee si wali huko. Kwa hiyo mambo yako vizuri. Maana tunasema mgeni ndio wenyeji wafanyaje? Tupone. Mambo ya Nyakati 19:18. Mambo ya Nyakati wa kwanza 19:18. Anasema Washami wakakimbia mbele ya Israeli. Naye Daudi akawaua katika Washami watu wa magari 7,000. Na askari waendao kwa miguu 40,000. Haya, ishia hapo uende Mambo ya Walawi 19:18. Mambo ya Walawi 19:18. Imeandikwa, usifanye kisasi
wala kuwa na kinyongo juu ya wana wa watu wako, bali umpende jirani yako kama nafsi yako. Mimi ndimi Bwana. Pale mwishoni amesema mimi ndimi nani? Bwana. Yaani anamaanisha aliyesema hayo maneno ni nani sasa? Ni Mungu mwenyewe. Namba moja amesema usifanye kitu gani jamani? Kisasi. Unajua kuna watu kwenye hii dunia Manase anakuchukia hata kama hakujui. Uongo kweli? Yaani umekutana siku ya kwanza amejafanyaje tu? Yaani unasikia tu anasema yaani huyu simpendi. Akiuliza kwa nini? Yaani mimi tu simpendi tu. Yaani ana sababu ila tu afanyeje tu? Yaani mimi simpendi tu bana, mlishaonana. Hamna. Mimi simpendi, nimejikuta tu simpendi. Sasa ukasikia hiyo habari sasa mtu akupendi. Biblia inasema msilipize nini jamani? Kisasi. Wataalamu wa saikolojia wanasema unapolipiza kisasi kwenye tukio lolote unapata madhara mara mbili ya yale uliyoyapata baada ya kufanyiwa tukio hilo. Sije tunaelewana watu wa Mungu? Yaani mimi nikikutukana, sawa na wewe ukanitukana, umepata madhara zaidi ya mara ngapi? Namba moja, ukinitukana haimaanishi yale matusi yangu niliyokutukana yamefutika. Bwana Yesu asifiwe. Namba mbili, utakuwa umetengeneza sasa uadui mwingine kati yangu na Mungu wako kwa wewe kufanyaje? Jamani, kuna watu hapa wanafuatilia mpira wa miguu, si mnaelewa? Unajua kufuatilia, ukisema unafuatilia mpira sio dhambi kama wewe unafuatilia. Sawa na nimekumbuka hii maana niliwahi kujifunza kozi ya kuwa mwamuzi kwa maana ya referee. Miongoni mwa makosa ni kulipiza kisasi pale uwanjani. Sio mnaona? Sisi amekanyagwa. Labda refa hajaona na yeye akakanyaga. Refa akiona anakuja kuamua aliyerudisha ndo mwenye nini? Tena anapewa na kitu kinaitwa Kwa hiyo kumbe kulipiza kisasi kuna madhara kwako wewe mwenyewe. Na ndio maana Biblia ikasema kisasi tunamwachia nani jamani? Mungu ndiye anajua kushughulika. Yaani wewe umeibiwa na mtu fulani ukamfahamu, ukaamua kulipiza kisasi kwa kwenda kumuibia. Ukikamatwa hamna sheria inasema dawa ya moto ni moto. Hayo ni maneno tu, hata wale sio wahenga. Kwanza mimi nasema kwa wale sio wahenga waliosema hivyo. Eti dawa ya moto ni moto, hakuna. Kwamba umeibiwa na wewe uibe, hamna. Hao ni jamaa tu walitudanganya. Kwa hiyo kisasi kinaondoa umoja. Na umoja ukiondoka, unaondoa kitu kinaitwa upendo. Na upendo ukiondoka, hakuna kitu kinaitwa mafanikio. Yaani kwamba tukomeshane. Sasa nifanyie vile mimi mkomeshe. Ndio utarudi kwenye ile methali, fahali wawili wakipigana simamia nyasi eti. Yaani hakuna mafanikio kwenye kisasi. Kwa hiyo maana Biblia inasisitiza kwamba tusiwafanyie kisasi. Kwa nini? Ili tuendeleze upendo. Kama kuna mwanafamilia mwenzako, ni mme wako, ni mke wako, ni baba yako, ni nani yako, amekukosea, usilipize nini watu wa Mungu? Ni jirani yako pale nyumbani amekukosea, usilipize nini? Badala yake muombee. Na ndio maana pale mwanzo tumesoma kitu kinasema wapendeni adui zenu. Na hiyo kitu haiwezekani kwa nguvu zetu sisi wenyewe. Kuna fungu moja ambalo sasa tunakwenda tukisoma tu hilo, tutaimba, tutaenda kula wali. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu ambacho tunapaswa kuwa nacho, na kama ni kuomba sasa, tuombe Mungu hicho kitu atupatie, ili kusudi tuwe na upendo, ili kusudi tuwe na umoja. Kitu hicho kinapatikana kwenye kitabu cha Mithali sura ya 11. Mithali sura ya 11.
Ukisoma fungu la 23 kuna kitu hapo ambacho sasa kinaimarisha umoja na kinaimarisha upendo na kinaleta mafanikio. Mithali 11:23 25. Nafsi ya mtu mkarimu itawadishwa. Soma tu vizuri. Itawadishwa. Rudia. Nafsi ya mtu mkarimu itawadishwa. Anyweshaye atanyweshwa mwenyewe. Nafsi ya mtu mkarimu itafanyaje? Sasa hapo kuna msamiati. Wangapi kwa uaminifu wanaelewa neno kuandishwa? Tumepata mmoja. Hebu Wasukuma tupungiane mkono. Si wengi. Sasa wakati fulani nikiwa ninajifunza Biblia, mtu mmoja akaniambia ikikuchanganya kwenye lugha moja nitafuta kwenye lugha nyingine. Nani alishawahi kubahatika kusoma Biblia ya Kisukuma? Maana nitaka nisome ya Kiingereza, nikahisi tutajichanganya hapo. Unayo maana hiyo Biblia ya Kisukuma? Sasa itafute. Sasa ni kitabu cha nini jamani? Mithali. Mithali hivi kwa Kisukuma inaitwaje? Wasukuma simesema au ni Wasukuma wa Capricorn? Inaitwaje Mithali kwa Kisukuma? Sumo. Sio hivyo? Ndio. Au sumo. Unajua hizi lugha ukikosea toni umesema neno jingine. Kwa hiyo Mithali inaitwa sumo, ndio fungu letu la mwisho. Sura ya ngapi? 11:25. 11 ndio inaitwaje sasa kwa Kisukuma? 11. Yuko sawa, unajua huyu sio mkongwe, anaweza kana sema Kiswahili cha Kisukuma. Alafu fungu la 20 ngapi? Sasa sikilizeni vizuri. Ninataka tu tupate lile neno nafsi ya mtu mkarimu itafanyaje? Itawadishwa. Na hii tunaipata kwenye kitabu cha Mithali. Ila sasa ili tuelewe, tutasoma kitabu kinaitwa cha Sumo. Sura ya 10 na ngapi? 11:25. Sasa hebu soma sasa. Umuntu mwiza nkoro akongeja kusaba. Sasa subiri hapo sasa. Hebu rudia mwanzo pale. Umuntu mwiza nkoro. Jamani Wasukuma mlioelewa sikuseme pamoja. Anamaanisha nini? Mtu mwema, mwenye moyo safi. Mtu mwenye moyo mzuri. Ndio. Mwenye moyo safi. Atafanya? Akongeja kusaba. Atafanyaje sasa? Ataongeza utajiri. Kwa mtu mwenye moyo mzuri ataongezeka kuwa tajiri, si hivyo? Alafu yale ya mbele, loyoyo akinkagabiye minzi nangwe akwimwa minzi. Simeelewa? Nafsi ya mtu mkarimu, mtu mwenye roho nzuri, si hivyo? Itawaandishwa, ataongezeka kutajirika, si hivyo? Na unapotoa maji na wewe utapewa nini jamani? Maji. Na kwa hiyo nilikuwa natafuta kitu gani? Nilikuwa natafuta kitu kinaitwa ukarimu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani leo Makitorio msingekuwa na wazo la kuwa na sabato ya wageni kama kusingekuwa na roho ya mtu Bwana Yesu asifiwe. Yaani iko hivi kwenye Biblia sehemu fulani inasema ukimpa mhitaji kitu umemkopesha nani? Si maandiko, Biblia sio mimi. Kwa hiyo ukarimu ndio utakufanya wewe uwe na upendo. Upendo utakufanya wewe uwe na umoja. Na umoja sasa utakufanya uwe na mafanikio. Na Biblia ya Kisukuma imesema yenyewe inyosha maelezo kwamba utaongeza kufanyaje sasa? Kutajirika. Kwa hiyo kama unatamani kuwa na mafanikio, na wewe furahia mafanikio ya watu wengine, ili utengeneze umoja, ili muwe na upendo, na wote muende kwa namna gani jamani? Kwa pamoja. Ndio maana Biblia ikasema, tazama ilivyo vyema ndugu kukaa kwa pamoja. Na kwa nini jamani? Na kwa umoja. Na ndio maana lile fungu la pili hapo tunapomalizia fungu letu kuu. Sasa soma hilo fungu la Zaburi, fungu letu kuu. Zaburi 133. Fungu la kwanza, la pili na la tatu. Tunapoenda kufunga sasa. Zaburi 133, fungu letu kuu.
Zaburi 133 fungu la pili. Anasema ni kama mafuta mazuri kichwani yashukayo ndevuni, ndevu za Haruni yashukayo mpaka upindo wa mavazi yake. Linalofuata sasa, kama umande wa Hermoni ushukao milimani pa Sayuni, maana ndiko Bwana alikoamuru baraka. Kama umande wa nini? Wa Hermoni. Sasa hiyo ndio tunaenda kuifafanua na kisha tutasimama na wimbo namba 199. Kile kitendo cha ndugu kukaa pamoja kwa umoja kinatafsiriwa kama umande unaotoka kwenye mlima Hermon. Unaenda kwenye mlima gani? Sayuni. Wajuzi wa maandiko na watafiti wanasema hivi, huo mlima Hermon ulikuwa karibu na mlima Sayuni. Tunajifunza kule shuleni kwa mfano kwamba mlima Kilimanjaro kuna kitu kinaitwa theluji, sio hivyo? Na chini yake tunaona kuna uoto. Sasa mlima huo Sayuni haukuwa na hicho kitu theluji ambacho kinatoa nini sasa? Umande. Sijui umeelewa eh? Lakini umande uliokuwa unatoka kwenye mlima gani ndio ulifanya mlima Sayuni mandhari yake yaonekane namna gani? Vizuri. Sijui umeelewa eh? Yaani umande unatoka kwingine unakuja kwenye mlima mwingine. Kwa hiyo ukitiririka pale chini ya mlima unatokea uoto ambao sasa unaupatia sifa njema mlima Sayuni. Na ndio maana utaona mlima Sayuni unasifika zaidi kuliko ule wa, lakini matokeo ya kusifika kwake ni kutoka kwenye mlima huu. Sijui umeelewa eh? Yaani tafsiri yake ni nini? Mafanikio yako yanatakiwa kuwa baraka kwa watu wengine. Wanaweza wasifiwe. Yaani wewe unapofanikiwa usijivune, isipokuwa jivune kwa sababu na watu wengine wanabarikiwa kwa kuwa wewe fanyaje? Sawa, tafuta njia eh? Kwa kule shuleni ukifaulu, usije ukasema vingine visomaki vyote havina akili, ni mimi tu. Badala yake visaidie na vile ambavyo havifaulu vifanyeje? Yaani unafanya kazi zako unafanikiwa kwenye maduara, usiseme mimi ndo nina machare ya kujua madini yalipo. Badala yake uwe faida na baraka kwa watu wengine. Umefungua biashara yako imeenda vizuri, usiseme mimi ndo najua kupangilia matumizi na bajeti. Hamna. Kuna watu wamesoma hadi na uchumi, wanajua kupanga matumizi, lakini hawajafanikiwa. Na Mungu anachokitaka kwako, anataka wewe baraka alizokupa ziwe baraka pia kwa watu namna gani? Wengine. Kwa hiyo unapofanikiwa usijivune, badala yake sasa wapende adui zako. Ile amri inasema, na amri ya kwanza mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Lakini ya pili akasema inafanana na hiyo, mpende jirani yako. Lakini ile jamaa kwa sababu alikuwa na wasiwasi na uungu wa Yesu, akamwongeza kaswali kengine, eti jirani yangu ni nani? Tunakumbuka hicho kisa sasa jirani yangu ni nani? Alitegemea mwambie ni yule mnayeishi naye karibu. Akampatia kakisa fulani, ulipita hivi akakuta mtu amedondoka. Alipofika wa kwanza akapitiliza, wa pili akaja, mwingine tu asiyemjua akamsaidia. Jirani yake ni nani? Yeye mwenyewe. Unajua Yesu alikuwa unajijibu wewe mwenyewe. Kwa jirani yake ni nani? Yule aliyemsaidia. Sema Sasa na wewe mtu yeyote ambaye ana majanga, sio ndugu yako, sio wa kanisa lako, sio jirani yako, ila kama ana changamoto yoyote msaidie, na hapo utakuwa umeishi kwa umoja, tena kwa pamoja, na utatengeneza ukarimu na mafanikio yenu yatakuwa karibu. Mungu awabariki sana. Tusimame tuimbe wimbo huu kwa furaha, namba 199, na kisha tutaomba. Waimbishaji wetu karibuni, mtuongoze wimbo namba 199. Upendo ni furaha. Tunapofika mwisho huko tukitafakari vile ambavyo Mungu ametufanyia na ambavyo tumebarikiwa, lakini vile vile tukitafakari vile ambavyo tumemkosea Mungu kwa kutokuwa na upendo, kwa kuanzisha fujo kwenye nzengo, kanisani, shuleni, kwa kutokuwa na umoja, kwa kuvuruga amani. Mungu atusaidie, atuongoze ili turudi kwa watu wakarimu ambao tunatengeneza umoja, ili tukisema tuna jambo hili wote tunafanya, tukisema hili jambo tufanye hivi wote tufanye, na Mungu wetu atatusaidia sana.
Upendo ni furaha. Tuimbe kwa furaha. Mungu wetu atubariki sana. Niombe wale tunaosema kwamba Mungu wetu atusaidie, kwa sababu leo ni siku takatifu. Atusaidie turekebishe pale ambapo kwa namna moja ama nyingine tulivyo. Atusamehe na kisha turejee na kurudisha umoja na upendo wa Kristo. Tupunge mkono wale tunaosema Mungu atusaidie. Lakini wito wa pili, tunakwenda kuanza mikutano yetu, na miongoni mwa ajenda nyeti kwa jimbo letu la South Nyanza ni kuendelea kuwaleta watu kwa Yesu kwa njia ya ubatizo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo waombe wale ambao ni washiriki wa kanisa hili, wengine ni wageni wamekuja leo, lakini kama unasukumwa na Roho Mtakatifu kwamba ikitokea tu kuna nafasi ya ubatizo, basi mimi niwe mmoja wao. Na mwisho wa makambi yetu, kwa maana ya Sabato ijayo ama Ijumaa, tutakuwa na ratiba ya ubatizo. Bwana Yesu asifiwe. Mikutano yetu tutakuwa na ubatizo. Kwa hiyo anaweza kawa ni kijana, ni mtu mzima ambaye anasema Mungu anisaidie nikadhihirisha imani yangu kwake kwa njia ya ubatizo. Kama upo, sitakuita huku mbele. Kama upo, basi nyosha mkono, nitamwita mzee wa kanisa ataomba kwa ajili yako. Kama upo, nyosha mkono tu ukiwa huko, kwamba ubatizo utakapotangazwa muda wowote
na ambao sasa tunapanga ikiwezekana Ijumaa ama Sabato ya kuhitimisha kambi tuwe na ubatizo. Kama upo ni ambassadors, ni young adult, ni pathfinder miaka 12 na kuendelea. Kama upo unatamani kubatizwa, basi nyosha mkono wakati mzee wa kanisa anakuja kwa ajili ya ombi. Kama upo nyosha mkono tukiwa huko. Namshukuru Mungu, yupo mmoja pale na mwingine yuko pale. Mzee wa kanisa aliyeko karibu aje kwa ajili ya kuomba kwa ajili ya watu wa Mungu. Mungu awapokee, lakini vile vile basi awaimarishe hawa ambao wamejitoa kwa ajili ya ubatizo, akawaandae na wengine ambao bado wana wasiwasi, akaseme nao, na jina la Bwana likatukuzwe. Mungu atubariki na abariki neno hili kwa jina la Yesu Kristo, amina. Basi watoto tufumbe macho na watu wazima tufumbe macho, tuombe. Baba yetu mwema wa mbinguni, jina lako litukuzwe katika masaa ya mchana. Tazama, umetuonya kupitia mtumishi wako na umetuelekeza kupitia mtumishi wako ya kwamba tunatakiwa tupendane ili tutimize haki yote. Mungu wa mbinguni, tusaidie ukakaa katika mioyo yetu. Baba, tazama wana na binti zako, wengine wamenyosha mikono yao kwa ajili ya kupata ubatizo ili nao watimize haki yote. Mungu wa mbinguni, kawajalie upendo, kawajalie afya, na siku ubatizo ukitangazwa, Bwana wakazame majini, wakaifie dhambi. Sasa tunapoahirisha ibada hii, Mungu wa mbinguni, endelea kutuimarisha kiroho, endelea kutukumbusha maneno yaliyonenwa na mtumishi wako, endelea kutupa amani, endelea kutunong'oneza, na hatimaye maneno haya tuyafanyie kazi, na mwisho wa siku tukaokolewe nayo. Sasa tunapopata mapumziko na kwa ajili ya kupata chakula cha kimwili, tunaomba Kristo kwa pamoja nasi, utuongoze na uturejeshe tena baadaye kwa ajili ya kujifunza neno lako. Katika jina la Yesu tunaomba, amen.